tamaa mbaya hiyo, oh, tamaa mbaya hiyo. Karibu. Asante. Karibu sana. Wewe ni nani? Mimi rafiki yake huyo. Na mbona ulikuwa umeshika mtu? Nilikuwa nampepea. Ulikuwa unampepea na feni unafanya kazi? Oh. Nilikuwa nataka kumuongezea kimto kidogo kwa sababu naona kama shingo alikuwa ameilalia vibaya. Karibu sana shingo. Mume wangu, samahani, nilikuwa naomba niongee na wewe kidogo. Pole na kazi kipenzi changu, nimechoka. Nilikuwa nakwambia hivi, hapo naomba ukaoge, maana tayari nimeshakutayarisha chakula ule, alafu then pumzike. Sawa baby? Babe, mbona upo kimya? Naongea na wewe. Una nini kwani? Babe, nini? Mbona unijibu? Shida nini kwani? Kabla sijaondoka kazini, unakumbuka nilikwambia nini? Lakini babe, mambo usemeshaisha. Kwa napenda sana kurudia maneno kila muda. Yaache basi. Mimi hapa nimekutia mengine kabisa, lakini kwa napenda sana kurudia maneno kila muda wapi. Usinifanyie hivyo. Tafadhali nakuomba. Sawa, naelewa kuna jambo linaendelea, lakini mimi sio ambaye naleta mtoto. Mungu ndo anayeleta. Mimi mwenyewe sipendi kuwa hivi uchebe. Napenda sana mimi na watoto wangu, nacheka nao, tunakimbizana kwenye nyumba. Ila ndio hivyo, Mungu bado hajajalia nipate watoto. Usinifanyie hivyo basi. Sikia, hapa ndani hatutaelewana. Nachokihitaji ni mtoto tu na siku nyingine. Nafika mara sina amani, najisikia vibaya napotoka nje, napoona majirani wenzangu wapo na watoto wao wanacheza, wanatembea huku na huku, ila mimi kwangu pole kwangu huko hivyo. Tumeishi miaka mingapi na wewe mpaka leo hii sio dalili yote kama una mimba. Zaidi naona tu hapo ninapishana tu, mara uende chooni, mara ufanye hivi, lakini ukaifikiri hicho kitu. Kwa unapenda sana kunihukumu mimi. Unaeleza mtoto sio mimi, ni Mungu. Usinifanyie hivyo. Au kupenda mimi imekuwa shida, si ndio? Uchebe, mimi nakupenda sana babangu. Usinitese mwanzo, najisikia vibaya. Hapa kuna kingine ninachokihitaji. Ni mtoto tu.
Eti Mama Mili, imekuwaje mpaka inatokea tatizo kubwa kama hili? Maana tukio hili ni kubwa na linakusikitisha. Mama, mimi mwenyewe sijui chochote. Nakumbuka tu mume wangu aliondoka asubuhi kwenda kwenye mihangaiko yake, na ana kaida ya kurudi mchana, ila sikuwa kurudi kabisa. Lakini ilipofika saa 9 nilipigiwa simu kwa namba ngeni. Nikapokea simu na kuambia kwamba mume wangu yuko hospitali. Nikajaribu kupigia simu na wewe ili tuende wapi? Hospitali. Lakini uliniambia kwamba huko maeneo ya nyumbani. Ndipo mimi nikakimbia kwenda hospitali. Hakuna taarifa yoyote, labda kuna mtu amegombana naye? Mume wangu hana kaida ya kugombana na watu kabisa, ila nilipofika hospitali kuna kijana nilimkuta. Huyo ndo aliyomsaidia mume wangu, na nikajaribu kumuuliza kitu gani kimemkuta mume wangu, na alinisimulia kiufupi. Mwanangu, hili tatizo sio la kulifumbia macho. Tufanye juu chini, tumtafute huyo kijana, tupate pa kuanzia. Sawa mama. Kaulete. Mbona umeniita ghafla, kuna nini? Mavoko, silioni limetulia jungu kuu kazana lina ukoko. Sijajua mbabani gani kafakisha au mchongo. Yule dogo bado hajafa. Hajafa? Unamaanisha nini unaniambia yule mtu bado hajafa? Mavoko, hapo kwenye kazi kuharibika ndo kunaponiumiza kichwa mbabani. Sijui dogo gani alikuwepo chaka anapiga nyeto siku ile. Na nakumbuka kwa alikuwepo kimya kabisa. Naumiza kichwa kazi ya watu kufeli afu kikazi kidogo sana hichi. Irumba alinipigia simu. Nikaenda mpaka chaka huko sio wapi kwa hospitali gani. Na kweli nikathibitisha yule dogo hajafa. Nikataka pale pale nimenyue. Nashanga kuna kibedemu kimetokea, nadhani mke wake. Chongo litaanzia hapo kwa mke wake. Ni mle kipela yule dogo afe. Nichukue nusu ya pesa iliyobaki. Haina kufeli wa amu. Sawa sawa. Unaenda juu kwa Chaskaveli. Yeah. Mfakishe umchongo jinsi ulivyo. Poa. Let me tell you not all time, mami. Don't walk. Babe, naomba unielewe na mimi basi hata kidogo tu, kwa sababu hivyo unavyoongea kila siku kuhusu mtoto mimi najisikia vibaya. Mimi pia sipende hii hali, ila ndio hivyo Mungu ameshapanga, na nilishakwambia tayari kuhusu mtoto anapanga Mungu, sio mimi wala wewe. Lakini kwa nini unataka kunielewa mimi? Naomba unielewe basi hata kidogo. Babe, yaani mimi naongea nachezea simu kweli? Lakini kwa nini kunisikiliza jamani? Halima, nilikwambia kabisa nimekuja chumbani kwa ajili ya kupumzika tu. Sije kusumbuliwa. Kwa nahitaji kupumzika, nimetoka kazini nishachoka na sitaki na unichoshe. Kwa ifike mara leo mtu anakuambia anaenda kupumzika. Karibu.
Alikwambia wengine ndani kwangu bila taarifa nani? Kwani mimi siruhusi kuja hapa kwako? Eti momo. Kwa unaingia tu kama chooni, si ndio? Kwako. Au nikuitie mwizi? Ita. Na watu wananijua, pangaji wenzako wananijua kama wewe ni mpenzi wangu. Ita, piga kelele. Nisikilize mwanamke. Tena unisikilize kwa umakini. Humu ndani sio chooni. Unapokuja toa taarifa, humu ndani ni kwangu mimi, umenielewa? Nitoe taarifa hiyo vipi? Hapa muda wote nakuja. Nikitaka kushinda nakuja, nikitaka kulala nakuja. Nje tuliwekeana limiti, ukinikuta na mwanaume haikuhusu, nikukuta na mwanamke hainihusu. Nisikilize. Toka, kuna mambo yangu nataka nifanye. Sitoki. Asa utoki hapa kwako, mbona king'ang'anizi mwanamke? Kato siwezi. Ni mtu mzima kugombania mapenzi. Kato siwezi. Ni mtu mzima kugombania mapenzi. Sawa, naelewa umechoka. Naelewa sana babangu. Umetoka kazini umechoka, sawa. Lakini naomba basi unisikilize na mimi kitu ninachokuambia. Uchebe, nakupenda sana. Nakupenda yani sana sana tu. Na hivyo unavyoendelea kuongea kuhusu mambo, mimi najisikia vibaya mwenzako. Sio kama napenda. Nielewe basi babangu. Mimi naona nikienda kubaki hapa ndani, tafika mara mimi nitakupiga bure tu. Talipa pesa. Mbaki basi mwenyewe. Ina maana ukipenda maumivu huwa ndo siri yake. Sikujua nilivyompenda kaniona mie ndo boya lake kumchuna. Kato siwezi. Ni mtu mzima kugombania mapenzi. Kato siwezi. Ni mtu mzima kugombania mapenzi. Mwache aende, nisimbane, mwache aende, nisigande tena, nimwache aende, nisimng'ang'anie, nimwache aende, aende. Mbona unako nabishana kama guest? Ama kitamba cheupe ni yako? Maana wamepita chapchapo kama ushuzi. Hebu ongea kilichokuleta bwana. Kama hicho ndio kilichokuleta, achana na mimi. Sawa, ngoja niongee kilichonileta. Black, duniani kuna watu wana roho mbaya kichizi. Katika pita zangu kule chini mabondeni, nimekuta watu watatu wanamzika jamaa mzima. Jamaa mwenyewe unajua nani sasa? Anaeka hapo hivi road, ananyoa timtimu mfupi. Sikia mwanangu, mimi nishakuelewa. Yaani hapa siko sawa kinoma. Nitakuja mtani kwako tuongee vizuri. Yaani jamaa unamletea matatizo. Unajua kama sisi binadamu, leo kwa mwenzetu, kesho kwake, lakini ajali anaanza wanawake. Yaani mimi mtu mwingine bana. Mambo. Poa. Unaelekea wapi sasa hivi? Naelekea huko. Naona sasa umeamua kunifunga hivyo kabisa. Napiga simu upatikani, muda mwingine upokee simu zangu. Hii ni shida wani. Sikiza nikwambie. Mavi ya kale hayanuki. Sihitaji usumbufu. Mambo yako ya kunisimamisha na kuniambia upumbavu wako. Naomba iwe mwisho. Sihitaji usumbufu.
na ukizidi sana nitamwambia mume wangu. Kwa mama yupi ambao unamzungumzia wewe? Sasa kwa mfano basi mwanaume ndo kaa yupo, utasema bado na mume? Kwa hiyo ukikaa huko unawaza kwamba mume wangu mimi atakufa, si ndio? Sasa nikwambie, usiniletee uchuro kwenye ndoa yangu. Mume ni naye na ninatamba naye. We kaka, acha tamaa na wake zatu. Tamaa mbaya hiyo, tamaa mbaya hiyo.